Leo nataka nikuelezee namna tulivyokuwa tunawatoa kwenye mchezo wamiliki wa mashine za Dubwi ambao ni Watanzania, yaani process tulizokuwa tunazitumia hadi kuiharibu biashara inayofanywa na Watanzania. Yaani ulikuwa hauwezi kushindana na sisi kwa sababu tulikuwa tunazijua njia nyingi. Wanakwambia mtu ambaye ameianza biashara anazijua njia nyingi na techniques nyingi za kuifanya biashara au za kumuondoa kwenye mchezo mtu mpya kwenye hiyo biashara. Sasa kwa wale ambao wanafanya hii biashara ambao walikuwa wanafanya karibu na vituo vyetu wanaelewa kwamba ilikuwa ni sio rahisi kwanza kumshawishi mtu ambaye tumempa sisi mashine aturudishie afu uweke, au wengine ukiweka karibu na mashine zetu ilikuwa ni ukisurvive sana, kujitahidi ni miezi 4, 3 au 6 unatoa mashine yako. Sasa si kwamba ilikuwa inatokea tu kama miujiza, hapana. Kuna namna tulikuwa tunafanya, tunachezesha mambo ili kuhakikisha biashara za wengine zife afu sisi tuingie, sisi tuendelee kufanya biashara. Si kwamba ilikuwa inatokea kimuujiza, ni mambo ambayo tulikuwa kabisa tunakaa, tunaandaa, tuna plan and then tunaenda tuna apply, alafu biashara zao zinafeli, sisi tuendelee kubaki kwenye mchezo. Sasa leo nitaeleza, hii video itakuwa ni ndefu kidogo, nafikiri kama itatosha kwa hapa Instagram, au kama unaangalizia Facebook au TikTok basi nitaweka YouTube, nitaweka link hapo kwenye bio. Kwa kama hii video hautafika hadi mwisho, basi bonyeza hapo kwenye link kwenye bio yangu and then ndio nitaweka video full YouTube. Kwa unaweza kaenda kaangalia step by steps namna tulivyokuwa tunafanya. Kwa kuna vitu unaweza kujifunza kwa wale ambao wanafanya biashara au ambao wanataka kufanya kwenye hii biashara, namna tulivyokuwa tunatoa watu kwenye mchezo au namna ambavyo tulikuwa tunaziua biashara kama hizi za kampuni zingine, hasa zile ambazo zinamilikiwa na Watanzania au na kampuni zingine ambazo hazikuwa zetu. Yaani sisi ilikuwa ni in short, kwa mkoa wa Rukwa hakuna mshindani ambao anaweza kushindana na kampuni yetu. Yaani hiyo ni haiwezekani. Sasa labda inaweza kaanza kuwezekana baada ya kuangalia hii video. Sasa tunaweza tukaendelea. Jambo la kwanza kabisa naanzia kwenye ukawaida wa Mchina. Mchina anapoingia kwenye biashara yoyote lazima kwanza awaondoe watu wanaofanya hiyo biashara kwenye hiyo mchezo, afa baki mwenyewe kwa gharama ya aina yoyote, kwamba anataka biashara aifanye yeye mwenyewe kwa kutumia hela, mbinu, akili, vyote vile. Sasa kulikuwa kuna kipindi kwa mkoa wa Rukwa kulikuwa kuna kampuni nyingi sana za hii biashara slot machine. Kwa kuna Game Show, kuna JX, kuna kampuni zingine kama Lotto, Metola, nyingi zikaja, alafu kuna kipindi zikaondoka, wakabaki Game Show kidogo, lakini baadaye na wenyewe wakaondoka, tukabaki wenyewe. Alafu baadaye tena wakarudi. Walivyorudi, alafu kuna kipindi pia wakarudi sasa na Watanzania. Kuna kampuni pia ni za Watanzania. Sasa bosi, kila sehemu tukienda tunakutana na hizo changamoto, watu wanakuja wanashawishiwa mashine zetu ili waturudishie, afu wapewe mashine za hizo kampuni. Kwa hiyo Mchina sasa kuna ile anaumiza sana akili. Kwa hiyo tulikuwa tunashauriana, sema sasa hapa tunafanyaje, kwa sababu mashine baadhi kweli zilikuwa zinarudi nyumbani kwa sababu wengine walikuja na approach nzuri. Sisi tulikuwa tunatoa 15% kwa tray moja, yani kwa kile tunachokikuta kwenye mashine. Kwa hiyo kwenye 60,000 sisi tukitoa vichele 60,000 sisi tunakuachia shilingi 9,000. Wengine waliokuja wakaja na approach ya kutoa 20%. Kwa sisi tunakupa wewe mashine, tunakupa 15% tutakachokikuta. Mwingine anakuja na kuambia warudishie hao watu mashine yao wanaokupa 15%, sisi tunakupa 20%. Kwa hiyo unaweza kaona hapa namna ambavyo tulikuwa tupo kwenye wakati mgumu. Yaani yule msimamizi wa mashine anataka hela, shida yake ni hela. Kwa hapo lazima amepewa option ya kuchagua, achague hela nyingi au hela ndogo. Sisi kazi yetu sasa ni kwenda kuyabadilisha hayo maelezo. Yaani kumshawishi huyo mtu aikatae 20%, 12,000 kwenye kile 60,000 achukue 9,000. Yaani imagine ni wewe umeambiwa bwana, sitakuwa tunakupa 12,000 uikatae 9,000, alafu uikatae 12,000 uendelee na 9,000. Haiwezi kuwezekana kikawaida. Kwa lazima kuna maelezo lazima yatengenezwe kwa akili ili huyo mtu aweze kuendelea kufanya hiyo biashara. Sasa tukawa tunakaa na Mchina akawa na strategies nyingi
za kufanya. Sasa mwanzoni tulikuwa tunafanya hivi. Hatua ya kwanza ni kuwataarifu wasimamizi wa mashine zetu zote kwamba nyote ni mashahidi. Mashine nyingi huwa zinakuja, zinakaa muda mfupi, zinaondoka. Sasa hivi ni mwendelezo, wanarudi tena and then baadaye wataondoka. Kwa hiyo ukishawishiwa kwa namna yoyote urudishie mashine yetu, sisi tutachukua, lakini siku ukihitaji tena hatutakurudishia, kwa sababu hawa watu wataondoka, kwa sababu hawajui kurekebisha mashine. Mashine sio za wafu, sasa ni Watanzania hawana vifaa vya kurekebisha na hawazijui mashine. Pengine tunaongezea tunasema pia ni fake, kwa sababu Watanzania wengi wanakuwa hawajui kama mashine ni zile zile. Kwa hiyo inakuwa ni taarifa ya kwanza kuwatahadharisha kwamba bana, hawa watu huwa wanakuja na kuondoka. So wanavyokuja wanakuja na ushawishi wa aina nyingi, wanaanza kukupanga, watakupa faida kubwa afu mwisho wa siku baadaye wataondoka. Jambo la pili, tunakuambia kwamba kwenye mashine sisi tukifungua tunaweka shilingi 60,000. Alafu tunakuwa tunakupa faida ile ile 15%. Hawa watu watakuja kukushawishi, wao watakupa 20% badala ya 15%. Lakini mbali na kwamba hawatajua kurekebisha mashine na mashine itakaa muda mrefu bila kurekebishwa au muda wote wataondoka, jambo lingine ambalo unatakiwa kulijua ni kwamba hawa watu kwenye mashine mle hawaweki shilingi 60,000, wanaweka shilingi 30,000. Kwa ile 30 ambao wangeweka mle ndo wanakuongezea wewe huko, bado ni vile vile unapewa 15%, lakini unakuwa wewe haujui. Alafu kuhusu watu wanaowapatia umeme, hela ya umeme, kwa sababu sisi tulikuwa hatutoi hela ya umeme, hatutoi hela ya kodi, hatutoi hela ya mlinzi, hatutoi hela ya mchezeshaji, kwa sababu unakuta ofisi ni ya mtu mwingine, alafu anayechezesha mashine anaajiriwa pia na huyo mtu. Kwa sisi pia mshahara wa yule hatuitoi. Kwa hiyo mwenye ofisi alipie chumba, alipie umeme, alafu amlipe na mchezeshaji. Kwa hiyo kampuni zingine zikija zinakuja na hiyo option, hiyo offer ya kwamba tutakulipia umeme na tutasaidizana kwenye kodi. Sisi tunakuambia hiyo hela ambayo anakupa ya umeme na anakupa na mlinzi ndio hela hiyo hiyo ambayo inachukuliwa kwenye ile 60,000 ya mashine, anaweka 30, alafu ile ya juu ndo anakupa. Kwa hiyo unaona kama anakupa kumbe ni amekuibia mle mle. Kwa hiyo Wachina watu wote ambao ni wasimamizi wa mashine tuko hapo kwanza hizo taarifa, kwa hiyo wakakaa nazo. Sasa baada ya hapo sasa kuna wengine bado wakawa wanatuletea mashine wanarudisha, kwa sababu wanakuambia hamna bana, ngoja tujaribishe. Kama watachukua, kama baadaye watakuja wataondoka, basi tutachukua mashine zenu. Kama hamtaturudishia, basi biashara ni riski. Kwa kuna baadhi ya watu wao hawakuwa wanatuelewa, wakawa wanarudisha mashine. Tukaona hii njia, kuna wengine haifanyi kazi. Sasa tunafanyaje? Tukaja na njia nyingine. Njia nyingine ikawa ni kuna sehemu zingine na wenyewe walikuwa hawana uwezo wa kuchukua mashine zetu. Kwa walichokuwa wanakifanya, wanaweka mashine zao karibu na mashine zetu, kwa maana ya tushare wateja wanaocheza ni wale wale. Kama unafungua baa hapa, anayekunywa bia hapa, kisha atakunywa kwenye baa nyingine. Kwa hiyo hadi wao wakawa wanaweka mashine hivyo hivyo, kwamba mashine kila ilipo mashine yetu hapa, na wao wanaweka mashine yao pembeni. Kwa sisi tulichokifanya, tukasema hapa cha kufanya ni kuja na njia nyingine ya kuiondoa hizo biashara mashine zao, yani tufanye mazingira kwa vyovyote vile waje waitoe mashine hapo ilipo. Sasa tulikuwa tunafanyaje? Tulikuwa tunafanya hivi. Jambo la kwanza, tulikuwa tunaangalia uhalali wa hiyo mashine, ina vibali au haina vibali. Kama haina vibali, ni taarifa serikalini ili kamatwe, iondolewe, kwa sababu kweli serikali iko makini sana kwenye biashara hii kwa mashine zote ambazo sio halali na zikamata. Lakini kama tunakuta ni halali, basi tunatakiwa tuje kwenye njia zetu sasa za kuiondoa hiyo mashine. Sasa tunachokifanya, tunaanza kwa kujitofautisha na hiyo kampuni kwenye hilo eneo. Yani kuna namna tunampa kipaumbele kikubwa huyu ambaye yupo karibu na mashine nyingine, tofauti na watu wenye mashine zingine sehemu zingine ambao wao hawapo karibu na mashine za kampuni zingine. Moja ya vipaumbele vikubwa cha kwanza, lazima tuhakikishe mashine yetu ambayo ipo karibu na mashine nyingine haiishiwi vichele au token. Hata kama akiishiwa, anapewa mawasiliano na mtu anayekaa mjini, kwamba wasiliana na huyu mtu, muda wote ukiishiwa vichele atakuagizia kwenye gari linalokuja kijijini kwenu au kwenye eneo lako, atakupatia. Au chukua bodaboda vifate vichele sehemu fulani, utapewa na nauli au utapewa na nauli utakaoitumia kuvifuata. Kwa tukafanya hivyo, ambacho hicho kitu wengi makampuni mengine huwa hawezi kukifanya.
kufanya. Sasa ambao yanakuwa na Watanzania wanakuwa wanatumia pikipiki au wanakuwa wanatumia usafiri wa kukodi. Lakini jambo la pili tulikuwa tunafanya kuwateka wateja wachezaji kisaikolojia, yani kuwafanya muda wote wao wanakaa kwenye maeneo ya mashine yetu. Sasa tunafanyaje? Mara nyingi tunatakiwa tu tunazitembelea mashine zetu ambazo zipo karibu na mashine zingine, na kila tutakapokuwa tunazitembelea tunatakiwa tu tunatoa bonus kwa wachezaji. Yani sasa hii kitu, kuna mwingine anaweza akaja ambaye ananifahamu akasema, mbona sehemu fulani ulikuwa haufanyi hivyo? Hii ilikuwa tunafanya kimikakati, ni baadhi ya maeneo. Kwa mfano kama kwenye video unaiona hapo, nilikuwa nagawa vichele. Mnafika sehemu either mnaenda kufungua au mnaenda kurekebisha mashine au mmepeleka vichele, basi mnachukua hata 2000 ya vichele 10 mnaenda mnakuwa mnawapa hapa watu, mnagawia wanaoendelea kucheza, wale kwa wanapiga story. Kwa hiyo hii inawafanya watu kupenda kukaa kwenye eneo hilo, kwamba muda wote wa China wanaweza katokea na wakija wanatoa hela, kwa maana ya wachezaji wana tabia, wana majina fulani hivyo wanatumia alifu au tunaomba alifu au wengine wanasema lonto. Kwa tukifika pale, kwa sasa hii inawafanya wachezaji wengi wasikae kwenye mashine nyingine, kwa sababu wanajua si muda wote tutatokea na watapata. Lakini njia nyingine ya kuendelea kuwateka kisaikolojia wateja ni kila tukifika sehemu kwenye baadhi ya maeneo, narudia kutumia neno kwenye baadhi ya maeneo, maana kuna mwingine anaweza kawa hajawahi kushuhudia hiki kitu. Kwa hiyo tunafanya kimkakati, yani ilikuwa ni sehemu ya plani, namna kuua biashara ya wengine ili waondoe au sisi ndo tubaki kwenye mchezo. Tukifika sehemu, Mchina anaweza kaa na vichele mkononi hata 10. Alafu akiwakuta anakuwa anaweka kichele kimoja kimoja kwenye mashine, alafu anawaita mmoja mmoja, hebu jaribu bahati yako, kila utachukua hela, ukipoteza basi hauna bahati, anacheza mwingine. Anakuwekea kichele, unabonyeza, unacheza, ukila basi bahati yako, ukiliwa basi ndio hivyo umekosa. Japokuwa hii ilishia kutukosti kipindi fulani. Kuna kipindi fulani hivi Mchina amemwekea mtu kichele kimoja bwana, huyu jamaa kala shilingi 40 kimasiala. Mchina alinuna kinoma. Yani ilivyokuwa Mchina ameweka 200, jamaa akabonyeza twiga kwenye mashine zetu ni namba 5, kwa hiyo vinakuja vichele 5 ukibahatika kula. Kwa hiyo alivyoweka 200 akala vichele 5. Sasa sheria ilikuwa ukila tu unatakiwa utoe hapo hapo, usiendelee kucheza. Sasa jamaa yeye akadabo. Kuna sehemu ya kudabo, wengine wanatumia neno kubeti. Kuna dabo ndogo na kubwa. Kwa hiyo kidabo kuna option mbili, eza vipotee vile 5 au vijiongeze mara 2 viwe vichele 10. Kwa hiyo vikaja vichele 10. Umeona? Sasa Mchina akamwambia vitoe au bonyeza mnyama mwingine mmoja afu vibonyeze vyote. Jamaa akabonyeza, nakumbuka ilikuwa ni ng'ombe. Alivyobonyeza vile vichele vyote 10, na yeye alikataa kuvitoa. Kwa yule ng'ombe akatokea pia akaja. Alikuwa ni ng'ombe, alikuwa sikumbuka alikuwa ni mnyama gani, lakini na yeye pia alikuwa ni vichele 5. Kwa hiyo akaja vikawa ni vichele 50. Sasa Mchina ni kama alikasirika, yani ukimwangalia hata sura yake alikasirika. Kwa akaona 10,000 muda huu hapana. Kwa Mchina akataka kuvipoteza sasa kwa kubonyeza ile beti, ile double. Kama nilivyokuambia, ukibonyeza hiyo vinajizidisha mara 2 au vinapotea. Kwa alivyobonyeza vikajizidisha mara 2, kutoka vichele 50 vikawa 100. Akabonyeza tena ili viendelee kufutika, vikatoka 100 vikaja 200. Akataka tena abonyeze ili vifutike, maana ile lengo lake ni kufutika, sio kuongeza. Unashaona tayari ni hasara. Yule mbongo akamsukuma, afu ndo akabonyeza button ya kutoa. Mchina akataka kuleta masuala namna gani, vipi bwana, wabongo wale wakaungana wakaanza kuviokota vile vichele. Basi kwa hiyo tulipata hasara. Lakini kuendelea na mada yetu ni kwamba tulikuwa tunaitumia pia hiyo njia ya kufika sehemu tunakuwekea kichele, unakuwa unacheza. Basi kwa wateja wanakuwa wanafurahia sana sisi tukifika hilo eneo, wanakuwa wanakuja wanajua bwana, Mchina leo anaweza kama amekuja na utaratibu ule ule, anatuwekea kichele tunacheza. Kwa sasa hii inaendelea kuwafanya watu wapende hilo eneo letu, tofauti na eneo ambako kuna mashine zingine. Kwa ile eneo watu wanakuwa hawakai, kwa sababu wanajua huku ndo Wachina wanakaa. Lakini pia tukifika sehemu tunauliza walikuwa wanacheza sana ni akina nani ndo wanapewa kipaumbele. Kwa hiyo kule unakuwa watu hawaendi, au wakienda huku siku tukifika tukitaka tuweke vichele, wao wenyewe wanaambizana, wanaongea, wewe unacheza kule bwana, ucheze hapa. Kwa hiyo ofa uchukui.
Kwa hiyo tunatumia hiyo njia ya kuwateka wateja kisaikolojia kwamba wasipende mashine zingine. Hii ikawa ni njia ya kwanza na kweli ikawa inafanya kazi kwa baadhi ya maeneo. Sasa njia nyingine ambayo tulikuja tukaifanya kwa baadaye, ambayo ndo ikazaa matunda makubwa, ambayo hii njia watu wanatakiwa nayo makini sana, wao ambao wanasimamia mashine zingine, kwa sababu ni njia ambayo sijajua kama maeneo mengine wanaweza wakawa na apply. Na moja kati ya kitu ambacho najilaumu sana ni pamoja na hili hapa, kwa sababu hili lilikuwa ni wazo langu. Yaani mchina ni kama alinipa homework, ananiambia bwana, mchina alikuwa na tabia, anaweza akakupa shilingi 20,000 anakwambia nenda center fulani hapa wilaya fulani, kakae huko siku 2, analipia guest afa anakupa na hela ya kula, unakaa siku 2 kwa lengo la kutafuta tu maeneo ya kuweka mashine. Sasa mimi kuna kipindi nikapewa homework ya njia gani naweza tukaitumia ili kudhibiti hizi mashine zinazozidi kuja. Maana kuna kipindi wabongo walifululiza wengi, yani wanakuja wengi, mashine zikawa ni nyingi, afu tukaona sasa hapa hata kama tukisema tu apply hizi njia zetu za kuwateka wateja kisaikolojia tunaweza tukagunga mwamba. Kwa hiyo nikaambiwa bwana, jaribu kuja na njia, mbinu gani tuitumie hao watu tuwatoe kwenye. Sasa hii njia niliyokuja nayo ilifanya kazi, na yani nitamani yenyewe nisiongee, maana kuna wengine wanaweza pia wakaichukua wakaiapply, lakini nafanya kwa lengo la kutaka kama kushauri kwa watu ambao wanafanya hii biashara, kwamba wanaweza kawa wao makini na namna ambavyo biashara inaendesha. Yani shoti hii biashara ni kama tu ni siasa tu, wanavyosema siasa ina michezo michafu, hata huku kuna namna ambavyo tukao tunachezesha mambo. Hii ndio faida ya kuwa na experience kwenye kitu chochote kile. Kwa mimi sasa nikampelekea mawazo ambayo tuliapply, na mawazo yenyewe ilikuwa hivi. Umeona huko kwa video nimekuwekea hapo ilikuwa ni night club, hapo ilikuwa ni King G. Baada ya kuapply hizo bwana zikawa zinafanya kazi, boss ikabidi aambie bwana, hebu tukaenjoy. Ndo siku hapo, baada ya kuona matunda sasa yametiki. Sasa tunarudi kwenye point yetu, namna ambavyo nilifanya. Tunachotakiwa kukifanya na tulichokuwa tukikifanya, tunaenda kwenye mashine za katikati ya mjini, vituo vitatu ambako kuna mashine zetu. Tunaongea nao mabosi kwa maana ya wale wasimamizi wa mashine, tulikuwa tunaita mabosi. Hadi sasa hizi ni mabosi. Tunawaambia tunataka tuchukue hii mashine. Tukishaichukua, wewe inabidi uwapigie hao watu, tunakupa hadi namba, uwaambie bwana wao unataka mashine yao. Alafu tunaenda kwa mwingine hivyo hivyo, tukaenda kwa watu watatu. China akasema twende kwa watu 5. Tukachukua watu 5. Plan ikawa ni hivi, sisi tunatoa mashine yetu, alafu utawapigia watu simu, watakuletea mashine. Wewe tulikuwa tunakupa labda kwa wiki unaingiza labda let's say 50, labda ndio. Kwa hiyo sisi hiyo 50 tutakuwa tunakupa, alafu kwa mwezi, maana yake ni 200,000, tutakupa hiyo 200,000 maeneo 5. Mimi kwenye plan yangu ilikuwa ni maeneo 3. China akasema tuongeze hayo maeneo 5, kwamba wewe hauna hasara, hela yako uliokuwa unaingiza ni vile vile utaendelea kuingiza, lakini pia unaweza kupata kupitia kwenye mashine yao. Sasa kwa nini tunatoa mashine zetu afu wao walete mashine zao, wakati sisi lengo letu ni kutaka kuwaondoa? Lengo letu ni kwamba wewe unarudisha mashine yetu, unaleta mashine yao, halafu baadaye unatakiwa urudishie mashine yao, sisi turudishe mashine yetu. Tunavyofanya, ukisharudisha mashine yetu, sisi tumekuja tumechukua, tutahakikisha na wenye mashine zetu wengine wanajua kama kwako tulikuwa tuna mashine alafu tumeitoa, wewe umechukua mashine nyingine. Alafu tutakuwa tunawaambia yule jamaa ameng'ang'ania kuchukua mashine za kampuni zingine na tushamwambia zina matatizo mengi, hawajui kutengeneza, ikiharibiki na kama muda mrefu bila kurekebishwa, mashine zao hazipendwi na hazitoi vichele, lakini hajatuelewa. Tumeamua tutoe, ajaribishe, aone, akishindwa atatupigia simu yeye mwenyewe, ataangalia. Kila sehemu tunaweka hiyo taarifa. Kwa maeneo ya mjini wanakuwa na taarifa kwamba mtu fulani hivi karudisha mashine za Wachina kachukua za Wabongo. Kwa hiyo unaendelea kufanya biashara. Sisi kule ndo tunakuwa tunajua namna tunavyochezesha hizo mambo. Halafu baada ya wiki mbili zikiwa, baada ya wiki mbili baada ya wao kuletea mashine na sisi tushatoa,
tunakwambia funga ofisi, au ofisi inaendelea kwa sababu unauza na vinywaji, unachomoa waya za mashine, cable. Wachezaji wakija unawaambia mashine zimeharibika, hawa watu hawaji kurekebisha, hawana vifaa, wameviagiza China. Halafu wenye mashine wakija, wewe unakuwa unafunga sababu unajua ratiba yao, wanakuja hawakukuti. Kwa hiyo mashine inakaa wiki 2 haichezwi. Kwa mteja anajua kabisa hawa jamaa mashine zao ni mbovu. Kwa hiyo mteja anaenda kucheza kwenye mashine zingine ambako tuna mashine zetu tena. Akifika kule anakuwa anaongea na story. Alafu sisi tukimkuta tunawaambia kwa nini ameenda kucheza pale? Sababu tunajua pale si ndio tumemwambia afunge. Kwa hiyo tunakuwa kama tunawachora. Kwa nini ameenda kucheza kwenye ile mashine? Wasema ile mashine imeharibika, hao jamaa hawarekebishi. Tunasema watu sida, tunawaambia hao jamaa hawajui kurekebisha mashine, hawaelewi. Msimamizi wa mashine ambako tunaongelea hizo story, yeye hajui mchezo wetu. Kwa hiyo anakuwa na hiyo kichwani kwamba hawa watu hata wakija kunishawishi kwa faida gani ya kuni, hata kwa kiasi kikubwa cha faida, bado ni vile vile hawawezi kurekebisha mashine. Yaani tunamuua kisaikolojia kwamba anakuwa anaishi na hiyo kwamba jamaa hawajui kurekebisha mashine, lakini sisi tupo kwenye mchezo. Kwa hiyo sehemu zote inakuwa hivyo hivyo, wachezaji hawaendi kule kwa sababu mashine ni mbovu. Kila mashine ambayo ipo karibu na hizo sehemu, mabosi pia tunawaambia, wale jamaa tuliwaambia, hao jamaa hawajui kurekebisha mashine, wakatubishia hadi saizi mashine zao hazijarekebishwa, ni mbovu. Baada ya mwezi mmoja tunawaambia hao wenye mashine sasa, wapigieni hao wale wapo mashine, waje watoe mashine zao, alafu sisi tunarudisha mashine zetu. Kwa hiyo utawapigia simu, wanawapigia simu, bana njeni mtoe mashine zenu, mimi nataka nifunge ofisi, au maelezo yote ya uongo. Kwa hiyo wao wanakuja wanabeba mashine zao wanaondoka. Kishaondoka sisi tunarudisha mashine zetu. Ukisharudisha mashine zetu, kazi inaendelea kama kawaida. Then baadaye tunapeleka tena taarifa kwa wamiliki, wasimamizi wa mashine zetu kwamba wale jamaa bwana wamekata tamaa, imebidi tuwarudishie mashine, wametaka tuwarudishie mashine zetu. Kwa hiyo wasimamizi wa mashine wote wanakuwa wanakaa wanajua kabisa mashine sahihi za kufanya nazo biashara ni za Wachina. Hawa Wachina kwa maana yetu sisi tulikuwa tunafanya nao kazi, kwamba hawa jamaa wao haijalishi wanatoa 15%, lakini ni wanafanya yani vile ambavyo vinatakiwa kufanyika. Maana sisi tulikaza, hatuongezi faida, kwamba hatuongezi kwa sababu sisi ndo tunajua tunachokifanya, sisi tunajua hii biashara. Hao watu wanafanya tu kimemko, muda wote wataondoka. Kwa wanakuwa tayari washaamini hicho kitu kwamba hao watu kweli hawarekebishi mashine, hawana vichele vya kutosha. Jumlisha pia wateja tumeshaoa kisaikolojia, wanajua hizo mashine zetu ndo nzuri, umeona. Kwa sasa idea yangu ilikuwa hiyo kwamba tunatoa mashine, huyu mtu analeta mashine nyingine, afu baadaye anatakiwa airudishe, afu sisi tumrudishie, ili hawa watu pia tunawatumia kama sample. Siku nyingine mtu utakitaka mashine ya mbongo, kama amekuja kumshawishi, wale watu 5 tunawatumia kama sample. Tunamwambia sikiliza, tupo tayari, Mchina anakuwa tayari kukupa hata nauli kama ni wa kijijini. Nenda mjini kaulizie hizi kampuni zipoje, wakishakupa majibu utakuja utatuambia. Akienda mjini kwenda akiulizia, au akiulizia kama ni wa mjini hapo hapo, anaambia wewe maelezo, bwana hawa watu hawafai. Au tunamwambia bwana nenda kwenye vituo hichi na hichi na hichi na hichi kaulizie. Akifika hizo sehemu anaenda kwenye vile vituo ambavyo ni vituo vyetu sisi tulivitengeneza. Akifika pale anapewa hayo maelezo. Anaambiwa yani hizi kampuni zingine hapana. Mimi nimejaribisha hapa lakini wapi mashine hazitengenezwi, sio ni maelezo yanakuwa ya hivyo. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni mchoro ambao nikampa boss aka accept hadi akaifurahia. Kama hivyo kwambia hapo mwanzoni, nimeona tulienda di club nini kufurahia maisha nini, akafurahia. Sasa hicho hizo ni njia ambazo tulikuwa tunazitumia kuwaondoa kwenye mchezo wafanyabiashara wa hii biashara wengine, ili sisi tubaki kwenye hii biashara. Haikuwa kwa lengo la kumuumiza mtu, ilikuwa ni kwa lengo la kubaki kwenye biashara sisi. Njia zingine ndogo ndogo zilizokuwa zinatumika ni labda tunaenda kucheza na akili ya mchezeshaji wa mashine ambayo sio yetu. Mimi nikifika pale, mimi si ni mbongo mwenzie, kwa namsalimia na kwaje mwanangu fresh kama kaa. Alafu mimi naiangalia mashine. Nikishaiangalia naanzia story katikati. Alafu yeye ataniuliza tu. Mimi kwa mfano naweza nikaanza nikasema, ipo hivi ndio sababu. Alafu yani lazima tu tutakuwa na shauku kuniuliza ndio sababu nini?
Hapo mimi nitakujibu, nitakwambia hizi mashine bwana, ni sina maana kwamba ni urudishe, hapana, wala sina lengo baya, kwa sababu wewe ndo mwenye maamuzi ufanye biashara na nani. Lakini hii mashine ilivyo hii, wewe huwezi kupata chochote, yani huwezi kupata, yani haipo kwenye kukupa wewe faida, kwa sababu hii ni kama imesaitiwa tu eza itoe hela nyingi sana au isitoe. Kwa hiyo ikitoa hela nyingi wewe ni haupati, au isipotoa wachezaji hawatakuja kucheza. Hao jamaa waliokupa hii mashine hawajui kuiseti. Hii mashine inatakiwa isetiwe neutral. Yaani hapo sasa nakuja na kicheza kimoja cha kuzugia na kicheza kimoja, afu najifanya naangalia zile namba ambazo sizielewi zinamaanisha nini. Afu ndo naanzia hapo katikati, ndio sababu. Afu baada hapo ndo naanza kukupanga. Mwanangu, sasa kwa nini uliamua kuchukua hii mashine ya hivi? Au ni kwa sababu tu hauna huo uelewa? Afu baada hapo naanza kukupanga. Nakwambia, unajua hizi mashine bwana, watu hawaelewi kama hizi mashine ni zipo tofauti. Hizi zinatengenezwa hapa Tanzania, yani hizi teknolojia inayotumika kuzitengeneza hizi ni ndogo. Yani hizo huwezi kupata chochote brother, hapa tuona kupotezea muda. Lakini kwa sababu umeamua fresh, ila siku ukihitaji tu mashine yetu sisi tutakuletea. Baada hapo tunaendelea na zile strategies zingine za kuwafanya wateja waendelee kukaa kwenye mashine zetu hadi tu tutafanikiwa. Yani ilikuwa tu inatokea so muda mrefu, wanapigiwa simu, njoni mtoe mashine zenu, afu sisi tunapeleka mashine. Tukishaleta mashine ile eneo sasa, habari za kuwa tunapelekea vichele si lonto si alifu inakufa, inaishia hapo. Sisi tunatushaua biashara, hicho kituo chao tumeshakiondoa, tunaendelea na maeneo mengine. Kwa hiyo ilikuwa, kwa hizo ni baadhi ya mambo ambazo tulikuwa tunafanya kwa ajili ya kuua biashara za watu wengine, na hii tulikuwa tunaua ni biashara zote, hata kama ni za Wachina wengine, sisi tulikuwa tuna apply tunafanya hivyo. Kwa kuna baadhi ya maeneo mengine Mchina hadi ifikia time akawa akikuta tu mashine anakuambia, anakuangalia anakuambia bwana, kwa hapo umeshindwa kuitoa. Mangalia anamwambia subiri, ngoja tutaangalia njia ya kuitumia ili tuiondoe hii mashine. Sio kuiondoa kwa tafsiri ya kuiba, maana sehemu zingine mtu anakuambia labda unafanya tu mpango inaibiwa. Hapana, kuna akili. Yani kwenye hii biashara, nafikiri kwenye kila biashara kuna siasa lazima uichezeshe. Yani kuna namna, kuna mazingira lazima uyachezeshe ili kutengeneza biashara, yani kuiua biashara ya mwingine au kumuua mtu anayeingia kwenye biashara yako. Kama ambavyo nimewahi kusikia story moja ya mmiliki yule wa Room of Jeans, anakuambia kwenye biashara ya nguo kuna namna ya kuwatoa watu kwenye mchezo. Unafungua duka na mtaji wako si mdogo, labda let's say milioni 5, unakuja na viungo vyako si vingapi, afu kuna mtu mfanyabiashara mkubwa, tuchukulie mfano labda Vunja Bei hivi, wewe ushatangaza usha promote vya kutosha online, mzigo umeingia, Vunja Bei bwana anaagiza vijana wake kama 5 bwana, anakuwa na kama milioni 10 hivi bwana, kachukueni mzigo wote. Usha promote hapo vya kutosha na ma content creators, basi kesho inabidi watu watokee kuja kununua mzigo, afu Vunja Bei ashauchukua mzigo wote. Kwa anakuja mzigo hawaukuti. Sasa hadi uagizo utoke China ni wiki 3 hadi mwezi. Unafika tena unatutangazia, anakuja tena anauchukua wote. Yeye ana shida, anapeleka store. Kwa wateja wanazoea kwamba huyu mama anazingua, hana mzigo. Kila kitangaza mzigo kifika haukuti. Umeona bwana, hizo ni namna ambavyo watu wanatoana kwenye mchezo hadi kwenye biashara. Kwa hiyo kwenye kila biashara nikajifunza kumbe huwa kuna hizo siasa, lazima ujue namna kuchezesha mambo. Kwa kwenye hii biashara nilikuwa mchezeshaji, yani nilikuwa sehemu ya wachezeshaji. Na hii njia ambayo nilimpa boss, sijajua kama sehemu zingine bado anaitumia au anaiapply, sijajua kama alishia kwa wengine, lakini kwa wanaofanya hii biashara, hasa kwa hawa Tanzania ambao wanaifanya hii biashara, wanatakiwa waielewe hii, wakae nayo kichwani kwamba kuna sehemu zingine si kwamba mnaambiwa mrudishe mashine kwa maana hakuna biashara. Kuna sehemu zingine unaona kweli hamna biashara, si kwamba inakuwa kweli hamna biashara, ni siasa. Kwenye biashara pia kuna siasa, yani kuna namna unatakiwa uingie ukiwa unajua vitu vingi, kwa bwana, ikiwa kwenye mazingira haya mimi naifanyaje, ikiwa hivi nifanyaje. Kwa leo nataka ni share kitu kama darasa, kama ushauri pia, na ndio maana nimeamua nifanye video ndefu. Nasema hii nitaiweka YouTube kwa sababu siwezi nikaifanya kama series afu nikaiweka Instagram, Facebook na TikTok. Labda watu wanaweza wengine wasielewe, mwingine akaanza kuangalia mwisho akaja katikati, yani ikawa ieleweki. Kwa hiyo in short nilikuwa nataka nizungumze hicho kitu. Kama umeangalia kuanzia mwanzo hadi mwisho, asante sana. Mimi naitwa Donald. Kama nafikiri ndo video yangu ya kwanza kuwaomba watu waje YouTube,
Kwa hiyo unaweza support kwa kusubscribe, unaweza ikawa ni mwanzo sasa wa video zingine pia zikawa zinakuja huku ndefu kama hizi. Sio kila video, kwa sababu kuna video zingine huwa najibana sana nizungumze kwa muda dakika 3 tu, wakati zinahitaji maelezo marefu sana kama hivi, ili mtu aweze kunielewa kwa undani kabisa. So asante, naitwa Don.